kwa mujibu wa Biblia, mtu akitenda dhambi, akiwa na dhambi, mbingu zikimtazama zinaona huyu ni mfu aliye hai. Ijapokuwa sisi binadamu, naweza nikakuona wewe ni mzima, huko hapa kanisani, kazini unaenda, kuimba unaimba, kuhubiri unahubiri, lakini mbinguni wakikutazama wewe ni mfu aliye hai. Unanielewa vizuri? Kile kitabu cha Zaburi kinasema hivi, akusamehe maovu yako yote. Unaelewa? Akusamehe maovu yako yote, akuponye na magonjwa yako. Unaelewa? Akomboe uhai wako na kaburi. Vitu vitatu. Kwanza akuponye, lakini kukuponya, hatua ya kwanza ni wewe kufanya nini? Kutubu. Kwenye kitabu cha Isaya kimesema hivi, hata dhambi zako zikiwa nyekundu, zikiwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutubu. Alafu damu ya Yesu ikutakase, dhambi zako zitakuwa nyeupe. Haijalishi zinalinganaje, haijalishi zinafananaje, yaani dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inayomfanya mtu kuwa kwenye kaburi. Sasa lile neno limesema kwenye Zaburi, linasema hivi, akusamehe maovu yako yote, akuponye na magonjwa yako yote, akomboe uhai wako na kaburi. Ina maana kuna magonjwa tunayotembea nayo sisi ambayo yanatokana na uovu, yanatokana na dhambi. Si magonjwa yote yanatokana na uovu, nielewe vizuri. Kuna magonjwa ambayo huwa yapo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini ninachozungumzia ni magonjwa ambayo ni vifungo ambavyo vimemfunga mtu, amekaa navyo kwa sababu ya uovu. Hivyo vifungo ndivyo Biblia inazungumzia hapa, kwamba ukitubu, hatua ya kwanza, ukitubu, Mungu atakusamehe maovu yako yote. Akikusamehe maovu yako yote, anafanya hatua ya pili. Tunaelewa? Anakuponya magonjwa. Hili neno kuponya magonjwa ni magonjwa ambayo yamekaa na mtu kama kifungo, yamemfunga, yametokana na uovu. Kwa mfano, kwenye familia tunaweza kuona kuna uovu fulani umeketishwa kwenye familia. Wewe umezaliwa bure, kumbe ule uovu umeendelezwa kizazi cha kwanza hadi cha nne. Wewe unazaliwa kwenye ile familia, unamkuta shangazi au baba mdogo au baba yako mwenyewe kuna ugonjwa ambao alikaa nao, mwisho wa siku ugonjwa ukamuua. Sasa huo ugonjwa na wewe umekaa nao, ni ugonjwa unaotokana na uovu wa familia, si ndio? Sasa Biblia imesema tubu dhambi zipo. Ina maana Biblia ikisema tubu dhambi, tubuni dhambi zenu, ina maana zipo. Usiangalie uovu ulionao, usiangalie dhambi ulionayo, usiangalie madhaifu ulionayo. Hakuna mtu ambaye hana udhaifu kwenye dunia hii, hayupo. Maana Biblia inasema tukisema hatuna dhambi, twafanya nini? Twajidanganya sisi wenyewe. Ina maana dhambi ipo. Sasa Biblia inasema tubu dhambi. Hatua ya pili, Mungu anakusamehe. Akikusamehe, anakuponya na magonjwa, au anakuondolea kila kifungo ambacho kimekufunga, ambacho kimetokana na uovu na dhambi. Baada ya hapo, kitu cha tatu ambacho huwa kinafanyika, Mungu anafuata kila kitu cha kwako kilichozikwa kaburini. Umesikia? Akomboe uhai wako na kaburi, akomboe vipawa na kaburi. Kuna vitu vingi ambavyo vimefungwa
shetani hataki vitoke. Vipawa viko kaburini, vimezikwa kwa sababu yako. Wewe umezikwa kaburini, ukazikwa na vipawa vyako, kwa hiyo vimezikwa kule. Hebu fikiria mtu ambaye ana kipawa cha kuimba, ni muimbaji mzuri, Mungu alimuandaa kwa ajili ya uimbaji. Sasa bado ni mrevi, bado ni mzinzi, bado ni mshirikina. Biblia inasema huyo amefungwa, amefichwa huko, amezikwa kaburini. Sasa uimbaji wake uko kaburini kule kule, uimbaji wake upo kaburini, kumtumikia Mungu kwake upo kaburini. Sasa hatua ambayo Mungu anaenda kuifanya ni kumwondoa yule mtu kaburini. Atoke na nini? Atoke na nini? Atoke kwanza na uhai wake, alafu atoke na nini? Na vipawa.